jamani, karibu sana. Hii ni Binti Bora, mahala pekee wasichana, watoto wa kike, mabinti wanakutana kuzungumza, kujadili yale ambayo yanawahusu kwenye maisha yao ya kila siku. Hapa ukipapenda unaweza ukaita kijiwe cha mabinti, na kukuletea kijiwe hicho si mwingine bali naitwa Sizia Puya, ila niko na binti mrembo, msichana, rafiki wa mabinti, na si mwingine bali ni Teresa Mburumi. Jamani, sifa zote hizo nimepewa mie. Mungu anipe nini siku hii ya leo? Karibuni sana kwenye Binti Bora. Mimi ni rafiki yenu na ameshanitambulisha hapo awali, lakini kama unavyoona tumependeza kama kawaida yetu Hatupoi, hatuboi. Mambo ya two piece. Kila Jumatatu sisi tuko na vitu vipya, na hivi tunavipata Nei 108. Dada yetu ana duka pale Bamaga opposite na chuo cha Ustawi. Kwa hiyo wewe piga tu simu hii hapo, namba yake ya simu na page yake ya Instagram hapo kama unapoiona. Piga tu simu, mwambie bwana, mimi nataka shati kama ya Teresa, nataka jeans kama ya Teresa, nataka two piece kama ya dada mkubwa, na utaletewa popote Tanzania. Kabisa. Anafanya delivery. Nguo fulani hivi kanisani unaenda nayo, ukweni unakwenda nayo. Yaani inafaa kabisa. Yaani wewe tukamtoko fulani hivi kafamilia unavaa unakuwa huna wasiwasi. Lakini ukiachana na hilo, nikukumbushe tu kwamba tunapewa nguvu na Salama Pads, ambazo hizi ni pedi wanazotumia tukiwa kwenye hada watoto wa kike, wanawake. Hizi ni pedi maalum za kufua, hizi hazitupi. Unazifua, unazianika, ni kutoe wasiwasi. Kitambaa chake ni kizuri na zinakauka haraka sana. Ukiacha hilo, hizi zinakuwa zina vifungo kiasi ambacho ukivaa na nguo yako ya ndani unaibana vizuri. Kimbia, cheza ngoma, sijui cheza singeli wewe Teresa, cheza kiduku kabisa. Afande, mambo ya wewe tu. Mimi la kuongezea bwana, kuna wale wenzangu na mimi ambao tukijichanganya tukatumia pedi zisizo sahihi tunapata vipele. Ni kusisitize tu kwamba Salama Pads zimetengenezwa na kitambaa kizuri laini ambacho ukivaa pedi yako utamaliza ada yako bila kupata vipele vya aina yoyote wala michubuko. Kwa hiyo hii ni salama kwa ngozi yako na ni salama kwa afya yako. Labda dadalawa tutajie maduka pamoja na namba za simu ili uweze kufikishiwa. Kabisa, unaweza kupata kwenye maduka mbalimbali, lakini kama duka halipatikani kwenye mkoa wako, nikwambie tu unaweza kupiga namba ifuatayo 0717 44 58 56. Lakini pia unaweza kupiga kutoka 0755 416 323. Narudia tena 0717 44 58 56, 0755 41 63 23. Salama Pedi, sisi tunasema hatutupi, tunafua tu. Kabisa. Haya, tukishapewa nguvu na Salama Pedi na tufanya tunakwenda Jamvini tukiwa na uhakika, hatuna wasiwasi wowote kwa sababu mambo yanakuwa ni mazuri sana. Na leo Jamvini, leo tuko na mdada. Huyu si mwingine bali anaitwa dada Josephine, na yeye anajishughulisha na shughuli ya kuokota taka rejeshi na kuziuza. Inakuwaje kuwaje na inafanyikaje? Ungana nasi ukapate kufahamu zaidi. Karibu sana, hapa ni Jamvini. Na kama ulivyo utaratibu wetu, Jamvini ni kijiwe cha wasichana, cha mabinti, watoto wa kike. Hapa tunakutana na watu mbalimbali ambao kiukweli lengo letu kubwa hapa ni kukuongezea maarifa, ujuzi, ujanja, kufungua huo ubongo wako na fikra zako, kuweza kuona mambo mengi ambayo ulikuwa unaona ya kawaida, ukajua umuhimu wake. Leo bwana, hapa tuko na mada mezani nzuri sana. Tunakwenda kuongea mchango wa shughuli ya kuokota machupa au unaweza kusema makopo kwenye uchumi wa mtoto wa kike. Inawezekana ukawa unaichukulia hiyo kazi ni kitu cha kawaida, pengine inadharaulika, pengine unachukulia poa. Acha nikwambie, kuna watu wanafanya maisha kwa kupitia shughuli hiyo, na ukiweka msisitizo mkubwa, watu wanatusaidia kwa kiasi kikubwa, kama sio kuisaidia nchi, kutunza mazingira kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kama wale watu ulikuwa unaona barabarani na kuwachukulia kawaida, kuwachukulia poa, leo nataka ujifunze kutoka kwao na uone tija, ili siku nyingine ukikutana nao barabarani uwape thamani wanayostahili, kwa sababu kuna mengi makubwa ambao wanayafanya kwenye jamii kupitia kazi yao hii. Niko na dada hapa, atakwenda kutujulisha yeye ilikuwaje akaanza, atatupa hadithi yake nzuri sana, na natumai tutapata vingi vya kujifunza kutoka kwake, na sisi pia tukapata vitu vingi vya kuweza kufanya na kuvichukua kama mfano
kutoka kwake. Karibu sana, ungane nami ukapate kujifunza. Karibu sana. Asante. Okay, mimi nakufahamu jina lako, lakini anayetazama muda huu hajui wewe unaitwa nani na unafanya nini. Nimesema kwa uchache. Karibu sana, sasa huu ni muda wako wa kuelezea wewe ni nani na unafanya kitu gani hasa. Asante ndugu mtangazaji. Mimi ninaitwa Josephine, ninaishi Kigamboni, ni mama wa mtoto mmoja. Mimi nafanya kazi ya okota taka rejeshi. Zinaitwa taka rejeshi. Yes. Taka rejeshi. Sasa okota taka rejeshi. Sawa sawa. Nimekuelewa. Hicho ni Kiswahili kizuri kwa sababu kwa Kiingereza tunaita recycling, lakini Kiswahili fasaha tunaita urejerezaji. Yes. Kwa hiyo kwa unapofanya kile kwa kitenzi sasa inakuwa ni rejeshi zaidi. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri sana, lakini kikubwa ni yale makopo ambayo yanaweza bado au machupa ya plastiki ambayo yanaweza bado kutumika tena kwa mara nyingine viwandani, machupa ya maji, machupa ya vinywaji baridi na vinywaji mbalimbali ambavyo mara nyingi huwa tukimaliza sisi tunatupa barabarani au unatupa kwenye dustbin. Kuna watu wanachukua yale na yanakwenda tena kusafishwa, yanatengeneza vitu mbalimbali. Leo tutakwenda kujifunza mambo mengi sana. Dada Josephine, ilikuwaje mpaka ukajikuta tayari wewe upo kwenye hii shughuli ya kukuta taka rejeshi? Asante. Ndugu mtangazaji, katika maisha kuna changamoto nyingi sana. Mimi nilikuwa mama wa nyumbani, mama wa familia. Lakini nikapitia changamoto, nikatengana na mwenzangu. Baada ya hapo nikaingia katika changamoto ya ugumu wa maisha na nini, ina maana nikaanza upya maisha. Sasa katika pita nikakutana na dada ambaye yeye ni mwokotaji taka rejeshi wa muda mrefu. Ni wa muda mrefu kabisa. Na anasomesha watoto, analipa kodi kwa kupitia uokotaji taka hizo chupa rejeshi. Nilivyokutana naye nikapata kuiwa kwamba huyu dada mbona anafanya hii kazi? Sasa kama yeye anafanya hii kazi, mimi nashindwaje kufanya? Nikatamani sana kujua jinsi gani anafanya. Kweli nilimuuliza na akanielekeza kwamba mimi ndo kazi yangu ambayo inaniweka mjini, nafanya mambo mengine kupitia kazi hii. Nikatamani kwa kweli, kwa sababu huwa mimi sinaga ile kuogopa, yani ule uoga sina, ni mtu wa kusubutu. Kwa hiyo aliponielekeza na mimi nikatamani sasa nifanye ile kazi. Sababu nilikuwa nafanya kazi biashara hii ya matunda. Nikawa napata 4,000. Sasa wakati mwingine unakuta 4,000 haitoshi, unalipa kodi ule na nini. Kwa kweli kanilazimu nikashawishika kuingia kwenye hii kazi rasmi. Kwa hiyo nikaanza na mimi kuokota taka rejeshi ambazo mwanzo walikuwa wanaita okota chupa. Okota chupa. Unaona. Kwa hiyo mimi nikaanza ile kazi. Nilipata shida kwa kweli kwa sababu ni kazi ambayo mimi sikuwahi na kufikiria kwamba nitakuja kuifanya. Na sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi kwa kweli. Yaani kiwarisia sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi na wengi wao wana hii inakuaje hii? Yaani mtu kusubutu unajua ile ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo mimi nilisema nasubutu na nitaweza. Nikaanza kufanya kazi hiyo. Asubuhi naamka naokota. Nikaanza kupata 2,000, 3,000. Ikaniwia ugumu, unajua unapata hela ndogo ambayo haiwezi kufanya chochote, lakini nisikukata tamaa. Yaani sikukata tamaa. Nikasema nafanya. Kama yeye alifanya, ule dada alifanya ile kazi na anasema inamfaa, analipa kodi, anasomesha watoto, mimi ni nani? Nikasema nafanya. Kwa hiyo nikaanza kufanya ile kazi. Dada mtangazaji, nilifanya ile kazi, ikafika kipindi nikasema mimi sitaki kazi yoyote. Yes. Huo ni uthubutu mkubwa sana. Nikasema mimi sitaki kazi yoyote. Katika kuokota huko nikakutana na dada mmoja ananiambia, "Wewe dada, mbona unaonekana uko smart? Unawezaje kufanya hiyo kazi? Kuna kazi nyingine unaweza kufanya." Nikamwambia, "Dada, kazi gani?" Akanambia, "Kazi ya ulinzi." "Unalipa shilingi ngapi?" "Nalipa 140,000. Nikamwambia, "Sikia dada, hiyo ni kazi sawa, sikatai na nashukuru sana kunipa ushauri. Lakini sikufichi." Nikamwambia kabisa sikufichi. "Hii kazi ninayofanya hainilipi 140,000. Kwa sasa inanilipa na zaidi 200,000 huko na zaidi nafika." Naona kwa mwezi. Ina maana mimi nilikuwa na hakika kupata 15,000 kwa siku, 20,000. Sasa katika maisha ya kijamii tu ya kawaida, 20,000, 15,000 inakizi, unaweza ukaibana, ukafanya mambo mengi. Kwa mimi mtiririko wangu au mwanzo wangu wa uokotaji chupa rejeshi ulianza kwa namna hiyo.
Aisee, hongera sana. Hongera kwa uthubutu, hongera kwa kuanza kwa mwanzo mgumu lakini na kuendelea kukoma. Unajua kuanza kitu sio kitu kigumu, ila kukiendeleza pia inaweza kaso kitu rahisi zaidi. Sasa kitu ambacho hakijazoeleka kwenye jamii. Kwa uzoefu wako tokea mwanzo kufanya kazi ya kukusanya taka rejeshi. Hizi tunasema tu chupa rejeshi, taka rejeshi. Huwa zinatengenezwa vitu gani? Anatuzama mdau, sio kila mtu anafahamu hilo. Mwingine anaona kwa ndo zile zinarudi tunakunywa tena kwenye soda au kwenye juice au kwenye maji. Huwa zinatengenezwa nini ili mtu apate kujifunza pia? Sina uzoefu sana, lakini ninavyofahamu kwamba kwa kile ambacho nakifahamu mimi, kwa sababu tunaokota sio chupa tu. Tunaokota plastiki pia, tunaokota mifuko pia. Kwa mimi sijapata kufahamu kwamba mifuko ile wanaenda kuifanyia nini, lakini kwa uelewa ninafahamu chupa zile wanazozichukua navyoelewa zinaenda kuzalishwa upya, zinaenda kuchakatwa upya. Sawa sawa. Kwa kuongezea tu labda hapo unayetutizama muda huu ni kwamba chupa hizi zikiokotwa mara nyingi huwa zinakwenda kupitia kwenye mchakato. Kwanza ni kutoa wasiwasi, zinasafishwa vizuri sana kiwandani na madawa ambayo ni salama kwa matumizi ya binadamu, na zinatengenezwa vipande vidogo vidogo ambavyo baadaye vinaingizwa kwenye mashine na kutengeneza chupa nyingine mpya kama ile ile ambayo ilikuwa inatumika mara ya kwanza. Kwa inakwenda tena kuweka kama ni kinywaji, kama zinatumika kama chupa kama kifungashio, lakini zinatumika zikiwa salama na safi kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Wakati unaelezea hapa ukashawishiwa kufanya kazi ya ulinzi, ulituambia kwamba uliona hapana, hiyo haikulipa. Tuambie tija gani ambazo unazipata kwenye hicho unachofanya cha kuokota taka rejeshi? Katika taka rejeshi kitu ninachokipata kwanza napata naelezea yani kama nimemuelewa mtangazaji kwa alichonielekeza, lakini ninafanya hii kazi napata pesa ambayo inakizi mahitaji. Na mwanzo nilikuwa nalipa kodi. Kwa hiyo najikuta nalipa kodi kwa wakati, nafanya vitu vya kijamii kupitia kazi ya uokota taka rejeshi. Kwa hiyo nanufaika kimaisha kwa mimi. Na nina mtoto ambaye anapata huduma za shule na mahitaji mengineyo ya malazi, ya mavazi, hivyo. Kwa hiyo najikuta nafanya ile kazi napata kunufaika, unapata mahitaji ya kijamii ipasavyo kabisa, bila wasiwasi. Kwa unatuhakikishia dada Josephine kwamba shughuli ya kuokota taka rejeshi inamhakikishia mtu kuwa sehemu ya yeye kumuingizia kipato chake. Yes. Vizuri kabisa. Kama kazi nyingine. Yaani unaweza kukuta unajua kila kitu ni juhudi. Kila kitu ni juhudi. Unapoweka nia ya kufanya kazi, hata kama unapoajiliwa, unaajiliwa sehemu, unasema na maana unakuwa unasema sasa hii ni kazi. Na maana lazima uweke juhudi. Ndugu mtangazaji, unapoingia studio ofisini lazima useme kwamba leo naingia kurekodi, nafanya kazi kwa juhudi ili kazi yangu ionekane smart. Kwa hiyo hata mimi ninavyoingia kazini na maana naingia nafanya kazi ili kwamba najua mpaka jioni, na maana nikiingia saa 12 mpaka saa 12 nina 20,000 na 25,000. Yaani nakuwa naweka juhudi hiyo na guarantee hiyo kwamba lazima niongotoke na kiasi kadhaa. Sasa na Josephine anatuangalia sasa hivi, pengine anaweza asituelewe tukimwambia kazi inalipa na inakuingizia kipato. Tuelezee vizuri sasa kwa kufafanua zaidi. Nazungumzia mchakato mzima, ni kwamba mpo chini ya kikundi fulani aba taasisi fulani ambayo inawasaidia kwenye ukusanyaji, au unakusanya wewe kama Josephine kwamba naamka asubuhi nakaa Kigamboni naanzia Tungi labda mpaka Kisiwani kule. Kwamba pale labda ndo mwisho wangu. Kwa naokota njia nzima au kuna sehemu zinaokotwa. Na baada ya kuokotwa zinapelekwa wapi? Na wapi huko ambako tunakwenda kuuza, na inauzwa kilo shilingi ngapi? Tufafanue vyote. Maana mtu asije tukao tunampa mchongo, alafu kumbe mchongoko. Asante ndugu mtangazaji. Mimi katika uokotaji wangu sio kwamba naletewa kwamba mtu ananiletea chupa hizo hapo chukua, hapana. Naamka asubuhi. Ina maana mimi mtaji wangu ni mfuko wangu, kiloba changu ndo mtaji wangu. Ina maana nanunua kiloba ambacho kinauzwa 1,000. 1,000 ndugu mtangazaji inaniletea wezi amini. Yaani wezi amini ninapokuelekeza. Yaani wezi amini. Unanihamasisha sio mimi nianze. Yaani wewe anza tu. Twende sasa 1,000 kiloba. 1,000 kiloba. Nina viatu vyangu ambavyo nimevaa socks yangu ya 1,000. Then naingia mtaani. Nina gopsi zangu
za 1000, za 2000, then naingia mtaani. Na maana hapo nina shilingi ngapi? Nina 3000. No, 4000. 4000. Na 4000. Ndio mtaji wangu. Kabisa. Alafu mtaji huo sio kwamba eti ndo leo kwamba leo 4000, kesho kama vile maandazi. Kwamba leo anatumia 20,000 akitoa nani ngano, mafuta sio, hapana. Yaani mimi 4000 yangu inaweza ikanibeba ndani ya miezi 4. Kwa sababu gloves haziharibiki haraka. Mfuko ule naweza nikautumia ndani hata miezi 2. Ina maana ni kuutunza tu. Soksi pia zinakwenda kwa muda mrefu. Zinazo zinaenda kwa muda mrefu. Kwa hiyo 4000 yangu inanibeba kiasi kwamba yani ninazalisha zaidi ya. Sawa. Josephine kashaamka na vifaa vyake vyote anavyo. Twende sasa. Naamka asubuhi kama ninakaa Tungi. Sababu hata mimi nilianzia Tungi. Tungi mnadani. Yes. Nilikuwa nakaa Tungi. Kigamboni ni mwenyeji kidogo na nini. Nilikuwa nakaa Tungi, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo nikitoka nyumbani kwangu pale na mtaani alikuwa ananijua. Mtaani anajua kabisa huyu anaokota chupa. Mwenye nyumba wangu alikuwa anafahamu kabisa huyu anaokota chupa, na nilimwambia kabisa, mama, mimi hii ndo kazi yangu. Naomba unihifadhi. Kwa hiyo hata pale nyumbani kwake nilikuwa naweka chupa pale bila wasiwasi. Naweka chupa zangu pale, neti yangu, naweka chupa zangu pale bila wasiwasi. Hana wasiwasi mama, watu walinashukuru, walinielewa. Kwa hiyo nilikuwa natoka pale, natoka nyumbani, naanza kazi. Naingia mtau, naingia paka mnadani. Kwa hiyo unaokota zote ambazo ziko barabarani, zote ambazo ziko barabarani, majumbani. Naingia, jamani odi, naombeni chupa. Wananipa chupa hizi hapa, nachukua, naingia mtaani. Hivyo yani nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. Nikifika nazichukua zile chupa, zimekuwa nyingi, viloba 3, 4. Naangalia jinsi gani ya kuzibeba zile chupa kufikisha kwa wakala. Ambao ndo wanaozichukua zile, wanazipima kwa bei elekezi ambayo ipo. Wakishapima basi mimi wananipa hela yangu, naziacha chupa pale, nachukua msingi wangu. Msingi wangu, nikisema msingi wangu na maana nachukua loba langu. Naondoka. Hiyo bei elekezi mbona umetuficha da Josephine jamani? Utajiri ndo upo hapo. Bei elekezi ya chupa kusema ukweli unaweza, ndo maana watu unakuta wanashangaa, hii ndio hivyo, lakini bei sasa hivi ya chupa na inabadilika. Inaweza ikawa 200, inaweza ikawa 250, inaweza ikawa yani inapanda hivyo 250, 300 kwa kilo. 400 nafika mpaka 500. Mpaka hivi karibuni tumepima 500, lakini sasa hivi imefika kwenye 400. Sasa hivi tunapima kwenye 400. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba ndugu mtazamaji, ukasema kwamba 400, 500, 200 mbona ndogo? Yaani unafanya yani unapataje? Kwa sababu zile chupa zenyewe ni nyepesi. Na ndio swali langu lilikuwa linafuata, yani kwa mfano ni chupa ngapi zinafikisha kilo moja? Kwa uzoefu wako, ni chupa au madumu mangapi? Kwa mfano madumu yale ya lita 5, ni dumu ngapi zinaweza kupimwa zikafika kilo moja? Au chupa za lita 1.5? Zile dumu za lita 5 ni 4. Chupa 4 ni dumu 4 zile za lita 5, 4. Lakini zile chupa ndogo za lita 1, lita 1.5 zile tuna uzoefu tu kwamba tunajua kiloba kile cha kilo 50 au kilo cha kilo 100 kinaingia kilo kama 3, 4 kasoro. Hivyo. Ndio. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo, juhudi yako, nguvu yako na namna ambavyo unavyopambana kupata chupa. Na mimi nikikutana na watu, mtu anauliza 200, nawaambia yes 200. Kwa sababu wewe utaona 200 ndogo, lakini hebu vuta picha yule muuza kalanga anayekaa barabarani, ana zile kalanga anaziuza ili apate hela ya kumwezesha kumkizi mahitaji. Anatengeneza kalanga ngapi? Huaga na watoleaga mfano. Ili mtu aweze kuelewa. Muuza maandazi apike kilo ngapi ili aweze kupata pesa ambayo itaweza kumkizi katika mahitaji. Na kwenye maisha ya kawaida, mitaa ya kawaida, andazi linauzwa 200, kitumbua 200. Ndio bei ambazo tunauzia mtaani. Sasa ili apate hela ya kumkizi, anatengeneza. Kwa hiyo ni juhudi inayohitajika pale ili mtu aweze kwamba anatengeneza kilo ya maandazi ya ngano kilo 5 ili aweze anajua labda hapa kifaida angalau kidogo na bado naye anatumia nguvu kwa sababu kukata kilo 5 sio jambo dogo. Sasa tofauti yenu ni kwamba wewe unakuwa kwenye mwendo, yeye anakuwa amekaa, lakini ukiangalia effort ni zile zile, yani nguvu ni zile zile kabisa. Na kama nitakuwa nimeiweka vizuri zaidi, wewe unakuwa pia kama vile unafanya mazoezi. Unanionaje hapa? Na kuona kabisa kwamba uko mkakamavu. Unaniona. Tuzungumzie changamoto ambazo unakutana nazo kwenye kazi unafanya tokea umeanza mpaka sasa hivi ulipofikia.
ndugu mtangazaji, changamoto za hii kazi ni nyingi sana, alafu ni ngumu na zinaumiza, zinakatisha tamaa. Hapa sasa uwanjani wako, naweza nikasema zinaumiza, ni ngumu, alafu zinakatisha tamaa. Usipokuwa imara, hautosubutu hata kidogo kufanya hii kazi. Kwa sababu kwanza waokota taka au chupa ambazo watu wamezoea kwamba waokota chupa hao ni watu ambao wanaonekana ni watu wa duni sana. Yaani duni sana. Yaani unajua sio nikisema mtangazaji unaelewa, yaani duni hali ya chini kabisa, yaani wewe umeshindikana. Yaani kama vile umeshafanya vitu vyote, yaani wewe wa mwisho kabisa. Naona? Alafu wanaonekana sasa, yaani huyu ni crazy, wanasema wazungu. Chizi au vipi? Wanaonekana kama vile una changamoto ya afya. Wanaonekana una afya, una changamoto ya afya ya akili. Yaani ni shida kwa kweli, ni shida. Mimi nilivyoanza nilikuwa naona hivi udada anaweza akawa sio sawa huyu. Wengine walikuwa wananiambia, "We, acha hiyo kazi, utakuwa chizi. Utakuwa chizi kabisa. Acha hiyo kazi." Lakini tunapitia changamoto nyingi, tunapita sehemu tunaitwa wezi. Wewe mwizi, wewe chizi, toka hapa bwana. Unaambiwa ukionekana tu usipite hapo. Usipite kabisa hapo. Sitaki kuona kabisa. Sio, unanielewa vizuri? Kuna siku mimi nilikuwa naokota, nimepita mtaa huo, mbaba mmoja akanikuta akanambia, una bahati wewe, una bahati, nilitaka nikupige." Nikamwambia, "Baba, unataka kunipiga kwa sababu gani?" Tumeibiwa nguo za watoto hapa. Kwa hiyo nilikuwa nasema muokota chupa yoyote akipita hapa mimi naye nafa naye. Nikamwambia, "Hapana baba, unakosea." Sisi ni waokota chupa, sawa, tunaokota chupa, lakini ndani yetu kuna watu ambao wanaingia kusema wanaokota chupa, lakini ndani yao wanaiba. Kwa hiyo wanatuchafulia sisi waokotaji ambao tunafanya kazi kwa juhudi na kwa malengo, tunaonekana kwamba sisi wote ni wezi. Ukichukulia mateja anachukua tu chupa kadhaa, mradi tu apate zake ndo banki kama ni nini hivyo, kile ambacho anachokitaka kwa muda ule. Unaona akipata 200 kwake ni kubwa sana. Unaona? Kwa hiyo unakuta sasa sisi nasi tunajumuishwa kwamba hawa si ndo wale tu. Unaona, wale. Kumbe mtu hajui kwamba yule anayefanya ile kazi kwa mtazamo wake anaona ni sio wa kawaida, lakini ni mtu ambaye ananufaika sana na anaendesha maisha yake kwa kutegemea ile kazi kwa asilimia kubwa sana. Tunachekwa. Yaani mtu unapita sehemu, unajua unaweza ukasema mimi kazi siendi tena. Yaani mtu anakuangalia yani kwa kinyaa kabisa, yani kwa kinyaa dada, kwa kinyaa mtangazaji. Nikisema kinyaa, kwa kinyaa na kuangalia kabisa yani. Unaweza kusema mimi kazi kesho sifanyi. Mimi kuna sehemu niliitwa kabisa mwizi. Yaani nimeingia, ule mwenye nyumba nikamwambia naomba hizi chupa. Chukua tu, yeye akaondoka zake. Sasa kumbe pale kuna mama yake mzazi. Mimi nilivyoanza siku kuokota zile, yule mama kaja. "Wewe unachukua chupa? Wewe mwizi. Umeingiaje hapo? Wewe mwizi." Ndugu mtangazaji, sijaamini. Yaani nilivyotoka salama pale ile eneo sijaamini. Yaani nilikuwa nasema Mungu wangu leo ningekufa. Kwa sababu wale watu uzuri walivyosikia mwizi, na kwa sababu baadhi walikuwa wananiona napita pita, ikawa ugumu ile kusubutu kusema sawa bua, kama kukana uzito fulani hivyo kuanza kuchukua hatua. Kwa hiyo nilishukuru kwa sababu ningekuwa kama ndio sehemu tu kwamba mwizi watu wakatoka na wenye silaha, wenye lungu, wenye nini, ningekufa. Ndugu mtangazaji, aisee, pole sana za Josephine. Kwa changamoto kwa kweli, tunanyanyasika, tunadhalaulika, tunaongelewa sisi ni watu duni ambao tubenini. Lakini mimi mpaka nilikuwa natamani hata mtu, sawa mimi ni mtu duni, lakini mimi ninakaa kwangu, ndani kwangu kupo safi, ninakula vizuri. Yaani nilikuwa natamani hata mtu nimpeleke hata kuangalia mazingira yangu. Yaani sio na ndogo mtangazaji, angalia mwokota chupa amesuka dread. Dread ni shilingi ngapi? Hiyo ni gharama. Lakini mtu mpaka saa nyingine unajua, yani hili ninakwambia ni la serious. Nilikuwa natoa kilemba, maana waga navaa kilemba. Natoa kilemba ili mtu anione tu, yani kama na dread zangu nimetulia kwamba mimi sivyo wanavyonifikiria. Hii ni kazi kama kazi nyingine. Sawa, da Josephine, kitu gani kimekusaidia mpaka sasa hivi pamoja na changamoto zote ulizozieleza hizo, bado unaweza kufanya hicho unachokifanya na ukiwa yani umekibeba kwa mtazamo chanya kabisa? Nini kinakusaidia wewe kuendelea kufanya hii kazi?
Kinachonisaidia mimi kuendelea hii kazi, kwanza natamani watu wafahamu kwamba hii ni kama kazi nyingine. Yaani ni kazi kama kazi nyingine. Na kinachonisukuma mimi hata niseme kwamba leo naumwa, nasema leo mimi naumwa, au ndo nimesema tu hivi, hata tu ndugu yangu aje aniambie tu, wewe hivi kweli katika kazi zote umeona hiyo kazi ndo kazi? Yaani ukweli kabisa, na sifichi, mimi hata rafiki yangu nilishaye kumwambia mimi sitoacha hii kazi. Nitakuja kuacha hii kazi endapo nitakuwa nimepata kitega uchumi kingine cha kusema sasa hiki huenda hata nikapata tu pesa ya kusema na mimi naanzisha kijiwe changu, nanunua chupa. Unakuwa wakala. Ndo hivyo. Yaani niache wakati nimeshatengeneza msingi mzuri. Nishatengeneza kitu kingine mbadala cha kuweza kuniwezesha katika maisha. Naona. Na kwa sababu nasema siachi, kwa sababu ni kazi ambayo inanipa kipato kizuri cha kunikizi mahitaji yangu. Hiyo ndo pointi ya msingi kwangu. Na ndipo ninaposimama kusema hii kazi ni endelevu katika maisha yangu, na ni kazi kama kazi nyingine ambayo inaweza kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Kabisa. Hongera sana. Nimependa namna ambavyo umeibeba, umeivaa na hauna mashaka nayo na umeamua kwamba hii inashikamana nayo. Nini unatamani kifanyike ambacho kitabadilisha vitu vingi sana? Hapa nazungumzia mamlaka. Sawa serikali na taasisi ambazo zinahusika na masuala haya ya uchakataji wa taka rejeshi na vitu vyote hivi. Unatamani kitu gani wakifanye ambacho kitaleta mabadiliko makubwa kwenye hichi mnachokifanya? Ndugu mtangazaji, kabla sijaelezea kwamba natamani kifanyike nini kwa habari ya hili swala, labda niwatoe watu mashaka, nipende kuongelea kipengele kidogo niweze kuwatolea watu mashaka. Karibu. Pindi mimi naanza hii kazi na changamoto nilizozipitia, nilifika kipindi nikasema natamani na watu niliwaambia, jamani mnatudharau, lakini hii kazi itafika mwaka watu watakuwa wanaiandikia fomu ndio waweze kufanya. Niliongea. Na nashukuru Mwenyezi Mungu. Naweza nikasema kabla sijaelezea kwamba natamani nifanyike kipi. Nasema nashukuru Mwenyezi Mungu alinisikia. Hiyo neno lilikuwa linaumbika. Sasa hivi tuna taasisi ambayo inatusimamia sisi waokota chupa, taka rejeshi. Maana so waokota chupa. Sasa hivi ni waokota taka rejeshi. Wameipa thamani kubwa. Kwa hiyo hii taasisi imetuunganisha sisi waokota chupa kwa pamoja ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja, na lengo kubwa ni kutuunganisha sisi waokota chupa taka rejeshi kwa ujumla, tuweze kufanya kazi kwa kushirikiana na kwa pamoja pasipo kubagua dini, kabila. Kila mtu awe huru kufanya hii kazi. Hii taasisi ni taasisi moja ambayo inaitwa Mtawada. Sawa. Kitu gani sasa unatamani ambacho kifanyike? Kitu ambacho natamani kifanyike, kwa kweli serikali mimi ninaiomba. Chonde ninaiomba serikali itusikie sauti zetu sisi waokota taka rejeshi, itusaidie tuweze kuheshimika mitaani. Kwanza mitaani tunamopita tuweze kueleweka kwamba hawa ni watu wanaofanya kazi kama kazi nyingine. Kwa sababu ukiangalia ni sisi tunaofanya kazi ya kuiweka nchi yetu ikae safi. Tunafanya kazi kubwa sana. Taka leo tuvute picha tu, tuingegoma kusema wiki nzima tusifanye hii kazi. Ndugu mtangazaji, pata picha mtaani chupa zingekuwaje? Maloba mtaani yangekuwaje? Pata picha. Mtu anatupa tu. Unaona? Lakini sisi ndio tunafanya kazi. Sasa hivi jiji liko safi. Lipo na nafuu, yani halina zingekuwepo wiki moja tu tuseme tuache kuokota taka hizo. Hii nchi yetu inakaaje? Mitaani umekutakuwaje? Kwa hiyo mimi naomba serikali ituangalie kwa macho ya pili, itubebe, ituweke katika nafasi kama kazi nyingine, tuonekane na sisi tunafanya kazi kama kazi nyingine, tuonekane na sisi katika Tanzania yetu, katika jamii yetu nasema nini, tunatija kwenye jamii. Sawa. Nataka sasa uzungumze na watoto wa kike, sababu hiki ni kipindi cha wasichana binti bora. Lakini pia tunaangalia pia na wanawake na vijana wa kiume. Yule ambaye amekata tamaa
anaona hawezi kufanya chochote kingine, haoni kitu gani cha kufanya, lakini pengine anatamani kufanya hii kazi ya kokota atakarejeshi, ila anaona aibu, anaogopa watu watamuonaje. Zungumza naye ili tumtoe kwenye hiyo hofu, wasiwasi na hiyo hali ya kuona aibu, aingie na yeye kazini. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa niweze niseme pia nimesahau pale kwenye kipande cha kwamba nataka nifanywe nini, yani kifanyike nini. Pia serikali niombe chonde itusaidie pia katika mfumuko wa mpangilio wa bei. Bei elekezi, kwa sababu bei tunazopata sasa hivi ni bei ambazo zinatuumiza. Ni bei ambazo zinatuumiza, mawakala wanatuumiza. Kwa sababu sisi tunaweza tukaa wakati mwingine tunafuatilia hata bei za huko wanakozununua, lakini tunaona kabisa kwamba kuna utofauti. Kwa hiyo bei kwa kweli tusaidie kutupandishia bei, tupate bei elekezi ambayo itatusaidia na tutapata kufanya kazi kwa moyo, kwamba angalau bei hii inaweza inakuwa yani ni bei nzuri na ni kiwango kizuri cha kuweza kututia nguvu na kututia moyo. Sasa basi ushauri wangu mimi kwa wadada, uwe mama, kwa sababu hii kazi haijalishi binti, haijalishi bibi, haijalishi kijana, mwanaume, babu, hii kazi ni ya wote. Hali tu umejua kwamba mimi natakiwa nifanye kazi katika kujiendeleza mimi mwenyewe binafsi na maisha yangu na ndugu zangu na jamaa na jamii nzima, niweze kunikidhi katika mahitaji ya kila siku. Hii kazi ni kazi kama kazi nyingine. Jamani, niwatolee wasiwasi. Hii kazi ni kama kazi nyingine na ina kipato, unapata pesa, na juhudi yako tu. Ni juhudi yako tu kufanya kazi wewe, kwamba mimi nafanya kazi naenda kama unavyoingia ofisini kwamba saa 12 niamke nipambane na magari, nipambane na nini niingie ofisini, nifanye kazi, nitoke mwisho wa mwezi nipate mshahara. Na hii na yenyewe ni hivyo hivyo. Ipo hivyo. Haina utofauti wowote. Tuondokane na ile zana ya kusema hivi mimi nikifanya kazi nitaonekanaje? Nitaonekana mimi mchafu. Nitaonekana hapana. Kwanza kazi yenye pesa yenye uchafu ndio yenye pesa mjini hapa. Watokea uchafu wanasema muache achafuke ili aweze kujifunza. Yes, kazi ya uchafu ndio yenye pesa mjini hapa. Kwa hiyo mimi ni washauri tu wasikate tamaa, wawe na moyo, afanye kazi, akiamua kufanya kazi, kwa sababu hii ni kazi kama kazi nyingine na ina kipato kizuri tu. Kwa sababu saa hizi tuna chama hichi ambacho kinatutetea. Kwa kweli tutafika kipindi tunakoelekea hatutaonekana tena wale machizi, wale vipi, wale maisha duni, wale ni maisha yashawapiga, hawaeleweki. Hapana, tutafika kipindi tutakaa tuko sawa na kila mtu ataifurahia hii kazi na atafanya kazi kwa moyo. Kwa hiyo tusikate tamaa, tufanye kazi na tuione kama kazi nyingine, yani ni muonekano kama wa kazi nyingine, haina shida yoyote. Sawa dada Josephine. Kwa hakika umeongea vitu vingi sana, nimevutiwa na namna ambavyo unapenda unachokifanya. Na hiyo ndo siri kubwa sana kwenye mafanikio. Sasa kwa anayetutizama muda huu, yamkini anatamani ajifunze zaidi kutoka kwako, aweze kupata na yeye mtu wa kumhamasisha, kumuonesha kwamba anaweza. Pale atakapokata tamaa labda apate mtu wa kumzungumzisha na wewe ndio ukawa chaguo lake. Karibu tutajie namba yako ya simu, lakini mitandao ya kijamii namna unavyopatikana kama unayo. Kwa maana ya mitandao ya kijamii. Kama haupo pia sio mbaya. Kutajia namba ya simu inatosha ili watu wakutafute waweze kujifunza. Karibu. Mimi nitapenda nikutajie namba ya simu ya shirika ambalo sisi tunapata huduma. Linatusaidia, linatubeba, linatuweka pamoja. Sawa. Ambayo ni Mtawada. Mtawada upo pale Ubungo. Yes. Upo Ubungo. Ubungo pale makao makuu pale NHF, jengo la NHC liko pale na wanafanya kazi zao hapo, na namba yao ya simu ni 0793 54 3206. Irudie tena. Nairudia tena ni 0793 54 3606. Dada Josephine, hongera sana kwa hicho unachokifanya. Mimi nikutakia kila la kheri na kushukuru pia kwa kuwepo hapa kwenye Binti Bora na kutupa namna ambavyo unavyojishughulisha na kuwatia moyo wasichana, vijana, kina mama, kina baba pia, kuonesha kwamba inawezekana kufanya hicho unachokifanya. Karibu tena kwenye Binti Bora. Asante. Karibu wakati mwingine. Asante sana. Haya,
kuendelea, mimi nampongeza sana dada Josephine kwa hicho anachofanya. Kwanza anatunza mazingira. Kila siku tunasikia rais wetu kwanza ni kinara wa utunzaji wa mazingira. Ndio maana hata kuna makundi ya watu tunasikia kuna Samia Green na kadhalika, watu wanapambania tutunze mazingira yetu, kwa sababu mazingira ndo yasipotunzwa ndo tunaona madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Mvua, mara joto kali, umeanza siku yako vizuri, jua kali, baadaye hujakaa sawa, mvua inakuharibia shughuli zako za hapa na pale. Yote hayo ni kwa sababu ya ni mazingira hayatunzwi. Lakini Josephine ameamua kutumia takarejeshi. Anaokota hizi chupa, zinamuingizia kipato, lakini pia anatunza mazingira. Mtu mwingine angeweza kuona kazi hii kama ni ushamba. Sasa wewe endelea kukaa hapo nyumbani, haufanyi chochote, unaona kwamba kutupa taka na usistadu wako kwamba hauwezi. Wenzako wanapata hela hapa kabisa. Na bwana, mimi nilichokipenda kwa dada Josephine, kwanza anajivunia. Yaani hii kazi ameibeba kwenye moyo wake. Haoni kama ni shida, haoni kama ni tatizo, hajali wewe unamwonaje. Unajua ile I don't care how you see me. Utajua mimi naingiza changu yani utajua mwenyewe. Mazingira natunza, hela napata. Hela napata. Yaani dada Josephine, huu moyo ambao umeubeba, natamani kila mwanamke sio tu ambaye anakuta takarejesha, lakini anafanya kitu chochote akifanye kwa moyo mkunjufu na ajitume, kwa sababu mwisho wa siku wanasema kazi na utu. Utu wako utaendana na kile kipato unachokipata. Ukiwa upati kipato, maana yake utakuwa mtangaza shida, utakuwa mlalamishi, utakuwa unaonekana mzigo kwenye jamii unayoishi. Kwa chochote ambacho ni cha halali, ambacho kinaweza kukuingizia pesa, fanya. Mambo kusema hii ni fai, hii endani na mimi, unajichelewesha sana. Sawa, na huyo ndo dada Josephine, na anajiamini hivyo kwa sababu kama vile ambavyo sisi tunajiamini kwa sababu tu tunatumia Salama Pad. Endelee kukukumbusha tu kwamba unaweza kutumia Salama Pad ukiwa kwenye ada ya mwezi, unavaa zako, unakuwa unaendelea kujiamini. Na sisi tunasema Salama Pad, hatutupi, tunafua tu. Sawa. Na kwa kuweka nukta hapo, tuende moja kwa moja kwenye ua linalochanua. Teresa, leo ua linalochanua ni nani? Leo bwana, tuna mtoto mashuhuri ambaye mama yake anamsapoti katika kipaji chake, anaitwa Dina. Sasa sitaki kumalizia uondo, hebu twende tukamtazame Dina, na tukirejea tutazungumza mengi kuhusu wazazi ambao wana watoto wenye vipaji. Karibu. Karibu, hili ni ua linalochanua, na ua likichanua huwa linasababisha harufu nzuri, linavutia, hata wapita njia wakiliona wanatamani kulichuma, wanatamani kulisogelea. Na ukiona ua mpaka limechanua, ujue hilo limetunzwa vizuri sana. Kama sio kumwagiliwa maji, basi kuweka mbolea ambayo inafanya ua lile linazidi kuwa zuri. Na kama ilivyo ada, tukikuletea ua hapa, lengo ni kukufanya wewe binti ujifunze, uongeze maarifa, lakini pia ikuhamasisha na kukuonesha kwamba wakati wewe unasubiria mpaka mambo yakae sawa, unasubiria hizo pesa ziwe nyingi, unasubiria kila kitu kiwe sawa ndo uanze. Kuna watu wameanza tena kwenye umri mdogo sana. Leo niko na ua ni mdogo mno na anafanya mambo makubwa sana. Kiukweli natumai utakapomuona mpaka tunamaliza kipindi hiki utakuwa umejifunza vitu vingi sana. Karibu ungane nami ukapate kufahamu yeye ni nani na anafanya vitu gani. Karibu sana. Asante. Jamani, kwanza umependeza. Asante. Tuambie unaitwa nani ili anaituangalia muda huu ajue wewe ni nani na unafanya kitu gani. Mimi naitwa Dina Mansur Gulam, nina miaka 8, nipo darasa la 4 katika shule ya Bartlise Primary School Mkibaha. Mimi ni mtoto mjasiriamali ambaye napambana kutimiza ndoto zangu. Wow. Mimi natengeneza vitu mbalimbali kama nyumba kwa kutumia mabox, vijiti vya ice cream na vijiti vya mshikaki. Nachora picha kwa kutumia rangi, mbegu na shanga. Pia natengeneza zawadi mbalimbali za birthday, anniversary na maofisini. Pia natengeneza mapambo mbalimbali ya majumbani. Kama hilo hapo uloshika hilo. Hivi hilo linaweza likawekwa wapi kwa haraka haraka tu? Linaweza likawekwa wapi? Linaweza likawekwa sebleni kama ua, si ndio? Wow, hongera sana. Ama kwa hakika unafanya vitu vikubwa sana. Ukiniuliza mimi, hii kazi unayofanya ni kazi ya sanaa ya mikono, si ndio? Na ubunifu. Ilikuwaje mpaka ukaanza kufanya hicho unachokifanya? Ulijuaje kwanza kwamba una kipaji? Maana sio rahisi kuanza tu kutengeneza jambo zuri kama hilo. Ulianzaje na ulijuaje kwamba una uwezo wa kufanya hicho unachokifanya? Sisi tulifundishwa shuleni kwetu kutengeneza hivi vitu. Ikatokea mashindano ya sayansi, sanaa na ufundi kutoka Bartlise.
ndio nikashiriki nikawa mshindi wa kwanza. Ndio nikaweza kujua mama. Zamani ilikuwa nachukua simu ya mama naangalia katuni. Sasa hivi nachukua simu ya mama naangalia vitu vya kutengeneza. Wow. Kwa sasa hivi katuni haziangaliwi? Utakuwa unaangalia kidogo. Nimependa sana ambavyo umeweza kutumia kazi yako ya mikono kukubadilisha kutoka kwenye tabia ya kutengeneza uzembe tu wa kutumia simu kwa vitu ambavyo havina maana mpaka kwenda kufanya vitu vya maana. Unakutana na changamoto gani ukiwa unatengeneza hizi aina za bidhaa zako? Mimi changamoto yangu ni nikienda shule, asubuhi naenda shule, narudi jioni, nafanya homework zangu, naenda chuo, nikimaliza nakuja kufanya kazi zangu za mikono. Na pia Jumamosi na Jumapili nipo free natengeneza hivi vitu vyangu kama unavyoona. Hongera sana Dina kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Namna ambavyo umeelezea ratiba yako inaonekana ni kwa kiasi gani sio ratiba rahisi kwa mtoto wa umri wako. Ndio miaka 8 alafu kuwa na ratiba ya kwenda darasani, kwenda madrasa, kufanya homework kwa wakati na bado kuendelea kufanya kazi ya ubunifu. Wewe unawezaje? Maana kuna mtoto anasema mimi saizi nataka nikacheze. Mimi saizi sio homework sifanyi, na hapo hana kitu kingine chochote anachokifanya. Anakuwa na visingizio vingi. Wewe unawezaje binti yangu mrembo? Mimi saa 12 naenda shule. Narudi saa 8. Nikirudi saa 8 nafanya homework yangu. Saa 10 naenda madrasa nasoma, afu nikitoka ndio nakuja kufanya kazi zangu za mikono. Wow. Kwa ratiba yako iko fixed kabisa. Na bado unapata muda wa kupumzika na kucheza na watoto wengine? Napumzika lakini nikipumzika napata muda pia. Nikipumzika nasema sasa hivi nataka kufanya kitu. Maana natengeneza bidhaa zangu kama hizi. Wow. Sawa. Dina, nani ambaye mwingine anayefanya bidhaa kama hizi ambaye pengine tayari uko sokoni, pengine ni mkubwa kiumri au labda ni mdogo kwako, lakini wewe anakuvutia na kuna namna ambavyo unamwangalia kama mtu wako wa mfano? Hapa nazungumzia role model. Sio lazima anafanya kazi za sanaa, lakini inawezekana kama ni mtu ambaye unamwangalia. Yaani unamfuatia na kuangalia huyu ananivutia vitu anavyofanya. Ni nani huyo? Yaani ananivutia. Ananivutia ni kama mtu anaofanya kazi. Ananivutia moyoni kama dadangu anavyofanya kazi, kama kakaangu. Na wenyewe wanafanya kazi za sanaa? Okay. Ukiangalia hichi unachokifanya na umri wako saizi una miaka 8, miaka 5 ijayo unajiona ukiwa wapi? Yaani malengo yako makubwa ya baadaye ni yapi kwenye hichi unachokifanya? Au unatamani tu kuishia hapo kuvitengeneza na kuviweka ndani peke yake? Malengo yako ni yapi? Inshallah nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa Tanzania, Afrika na dunia nzima. Wow. Nataka kuwa na kampuni yangu kubwa ambayo itakaodeal na art and craft na itasaidia watoto wenzangu kukuza vipaji vyao. Wazazi wako wana mchango kiasi gani kwenye hichi unachokifanya? Je, wanakusupport au ndo ili soma, endelea kusoma. Hivi tutafanya ndio, lakini soma kwanza. Nyumbani mambo yakoje? Mami yangu ananisupport sana. Ananisupport sana mimi, mami yangu, dada yangu na kaka yangu. Ananisupport sana kwa kazi zangu. Wow. Unawaambia nini wazazi ambao wana watoto wenye umri kama wa kwako, alafu akianza tu kuonyesha ana dalili kwamba kuna kazi za mkono anataka kufanya tofauti na mambo ya shule, anataka kuchanganya vitu, wazazi wanaanza kupata hofu na kuwa na wasiwasi? Unawaambia nini wawaache ili watoto waendelee kufanya vitu ambavyo kama hivi ambavyo unavyofanya na mzazi wako anakusupport? Jamani wazazi, ukimwona mtoto anatengeneza vitu, mwache. Unataka kutengeneza nini? Gari, unamsaidia atengeneze vile vitu. Akitengeneza, ghafla mkuta anaweza kutengeneza vitu ambavyo hata hujamfundisha, hata hajaona hata kwenye simu. Lakini mtoto akianza kukuza vipaji vyao, lazima umkazania mtoto aweze kutengeneza vitu kama hivi hapa nilivyotengeneza mimi. Nafahamu umetengeneza vitu vingi tofauti. Ipi kitu ambacho umekitengeneza afu unakipenda? Yaani ile hata ukilala hivi ni kama unakiota hivi, yani ukikumbuka unasema wow. Yaani mimi Dina nimetengeneza hiki. Yaani kama uamini lakini ndio umeshakitengeneza. Ni kitu gani ambacho umekitengeneza kizuri ambacho unakipenda sana? Na kwa nini hicho?
kama nilivyosema, nimetengeneza vitu mbalimbali. Mimi nachopenda sana ni Toyota. Nilochora Toyota Royal Tour katika mashindano ya Toyota Dream Car na mbuga yetu kumuunga bibi yetu Mama Samia Suluhu Hassan kutangaza utalii duniani. Okay. Kwa hiyo katika hivyo ndio vitu ambavyo unavyovipenda sana. Tuzungumzie ya Toyota Dream Car. Ilikuwaje mpaka ukachora na kwa nini inakuvutia hiyo? Toyota Dream Car nilishiriki katika mashindano ya Toyota Dream Car. Alhamdulillah nikawa mshindi wa 3 na mchoro wangu sasa hivi upo Japan katika mashindano ya dunia. Nilichora Toyota Royal Tour. Gari langu natamani Toyota walitengeneze, niliona linapita. Gari langu linatumia sola, umeme na gas ili sichafue mazingira. Pia gari langu ina food reserve ili watalii wakipata shida njiani wanatumia. Pia gari langu linawasaidia wanyama kiwa na matatizo na zinawapa upendo na chakula. Gari hilo lina chakula cha wanyama, lina chakula cha watu. Dina, hongera sana kwa hilo gari la kipekee. Tunatumaini kwamba pengine Toyota wanaweza kalitengeneza hilo gari na tukiliona barabarani tunajua hii ilikuwa ni wazo la Dina kutokea Tanzania, binti wa miaka 8 peke yake. Tuzungumzie Royal Tour. Lakini nimechunguza magari mengi hayana choo. Kwa kwenye gari lako kule kuna choo? Wacha. Nimechunguza picha nyingi, magari mengi hayana choo. Mimi gari langu lina choo. Na ni mtalii akipata shida akipupu nje anaharibu mazingira. Kabisa. Na pia mimi ni mwana mazingira, ni kiongozi wa mazingira shuleni kwangu. Mimi mwezi wa kwanza mwaka 2025 nilifanikiwa kupata miti 50 katika hospitali ya Cheo mkoani Tabora na miti 20 Tabora Zoo nikishirikiana na Kili Platform Tanzania. Wow, hongera sana. Na kama nitakuwa ninapatia, ndio maana vitu vyako vyote unavyovifanya unazingatia pia kutunza mazingira Ndio. Hongera sana. Tuzungumzie hiyo picha nyingine uliotengeneza ya Royal Tour. Hiyo picha nyingine nimemuunga Mama Samia kutangaza utalii duniani. Hii picha hii nilotengeneza ukiangalia haina simba. Mimi cha kwanza mimi ni simba damu. Kwa nini sasa hukumweka simba? Kwa sababu bado sijamjua kumtengeneza. Kwa hukutaka kumkosea. Bado nipo kwa masomo yangu. Sasa mimi ni simba damu na ninapenda historia ya simba. Simba akiwa mdogo anakuwa kichuna. Akiwa mkubwa anakuwa na nguvu, wanyama wote wanamuogopa. Lakini akiwa mzee anakuwa dhalili, mke wake anamtenga na watoto wake wanamtenga. Maana wazee wanahitaji sana familia yao kuliko kitu chochote. I say Dina, napenda hekima yako katika kila unachokiongea. Hiyo Royal Tour unatamani zawadi hiyo imfikie nani? Kwa namna ambavyo umeitengeneza. Nataka imfikie Mama Samia. Kwa nini yeye? Kwa sababu na mengi ya kumwambia. Wow. Kwa mfano sasa hivi katokea ghafla tu hapa. Tukiwa hapa studio, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akaingia. Utamwambia nini? Hii ni siri yangu, sitaki kumwambia. Hakika Dina umenifurahisha sana. Hongera sana. Nataka uongee na watoto wa umri wako wenye vipaji lakini wanaogopa kuvifanyia kazi, wanaogopa kuvionyesha, anaona atakosea, anaona hawezi. Hebu atie moyo, waonyeshe kama wewe umeweza kufanya hicho unachokifanya. Nao pia wataweza. Zungumza nao. Jamani watoto wenzangu, jitahidini sana kutengeneza. Ukiona umekosea jitahidi mpaka kieleweke. Watoto wenzangu, msiogope, msitie aibu. Mkitengeneza hivi vitu nendeni mkaviuze ili uweze kwa mbunifu na mwelevu. Kabisa, na kupata pesa hapo. Nimependa sana ambavyo umesema mpaka kieleweke. Na sisi hapa tuna msemo wetu, tunasema tukisema binti bora tunasema koma mpaka kieleweke. Sasa nataka leo tuuseme kwa pamoja tukiangalia hiyo kamera katikati. Mimi nitaanza afu wewe utasema
tukifanya hivi kwamba binti bora komaa mpaka kieleweke. Haya sasa twende, binti bora komaa mpaka kieleweke. Binti bora komaa mpaka kieleweke. Kwa hiyo mabinti wote wenye vipaji wakomae mpaka vipaji vyao vionekane na vieleweke. Nimekuwa na wakati mzuri sana kuzungumza na wewe Dina. Sasa nadhani natakiwa nizungumze na mama ili tumsikie na yeye japo kwa uchache sana, tuambie amewezaje kufanikisha kukufanya wewe kufikia mpaka hapo. Lakini nikutie moyo, endelea kufanya hicho unachokifanya, na sisi kama binti bora tuko pamoja na wewe. Natumai tukikutana kwa mara nyingine takuona ukiwa uko juu zaidi. Asante. Karibu na endelea kufanya hicho unachokifanya. Sawa. Haya. Sawa, tumesikia mengi sana kutoka kwa Dina, lakini naamini ya kwamba Dina ameweza kufanya yote haya kwa support pia, kama alivyosema tokea mwanzo wakati kwenye mahojiano yetu mimi na yeye. Amemzungumzia pia na kutaja mama yake, wazazi wake. Ni maana na baba pia ana nafasi yake, ukiachilia mbali shule. Nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama sitompa nafasi mama yake azungumze japo kwa uchache, ili wazazi tupate kujifunza kutoka kwake namna ya kuendelea kupambania vipaji vya watoto wetu. Mama yake na Dina, karibu sana. Shukrani sana. Mimi nitakuuliza maswali machache sana kutokana na muda wetu. Lakini natamani kufahamu imewezekanaje kumfanya Dina awe hivi alivyo. Kwanza anajiamini, anaweza kutengeneza vitu vingi vikubwa, lakini ukimsikiliza ana mawazo makubwa sana na anaona vitu kwa mbali zaidi. Imewezekanaje mpaka akawa hivyo? Ni yeye mwenyewe tu niseme. Kwanza ni yeye mwenyewe ameanza kujiamini toka akiwa mdogo. Na hizi kazi kaanza kuzifanya akiwa mdogo sana. Kwa hiyo nilichofanya nimepita njia ambazo anapita yeye. Napomuona anataka kufanya kitu hiki, basi mimi pia namsaidia katika njia nyingine. Lakini pia na shule imechangia mchango mkubwa sana. Kwa sababu vitu alivyokuwa akivifanya tu nyumbani, lakini shule alivyoanza kuandaa mashindano ya sayansi, sanaa na ufundi, ndio tulipogundua kipaji cha Dina. Na pia shule haikuishia hapo, ilianza kuwapeleka Slipway kwenda kuuza bidhaa zao. Kwa akazidi kupata amua, kumbe nikifanya kazi naweza kufanya biashara na napata pesa. Ndio hapo alipofika. Na tuambie ukweli, pesa inapatikana? Alhamdulillah inapatikana. Kiasi cha kuweza hata kulipa ada na mambo mengine madogo madogo? Kwa ada bado, lakini vitu vidogo vidogo anapata. Kwa sababu pia anafanya vitu kama hiyo, zawadi unazoziona anazitengeneza, anatengeneza wenzake zawadi za birthday, anauzia. Okay. Unawaambia nini wazazi wengine ambao wana watoto inawezekana kama ni umri mkubwa zaidi au mdogo zaidi, ili waweze kuwa sehemu ya vipaji vya watoto wao? Kwa kweli kina mama hasa wa Kiafrika tujitahidi sana kusimamia ndoto za watoto wetu. Unapomwona mtoto anaanza kupambana anafanya kitu, jitahidi umsimamie. Yaani usimkatishe tamaa. Hata kama unaona kitu hakiwezi, mpe moyo, yuko siku atakiweza. Miaka 5 ijayo unamwona wapi Dina na hicho anachokifanya? Inshallah, kama anavyokuambia anataka kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa Tanzania, Afrika na dunia. Namwombea kwa Mwenyezi Mungu ndoto yake itimie. Sawa. Wewe kama mama, hongera kwa hicho unachokifanya na hongera kwa kumtia moyo. Ama kwa hakika tunamuona Dina hapa kwa sababu ya usimamizi wako. Mimi kipekee nikupongeze sana. Hasa kwa ambao wanaangalia muda huu, pengine watatamani kumfuatilia zaidi, kumjua, mnapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii na namba ya simu, ili anayetuangalia muda huu, pengine anataka kutengeneza zawadi, anataka kumfikia mtoto, anawezaje kumfikia? Ana akaunti yake ya Instagram inaitwa Dinahna Mansur. Kiingia pale ataiona. Na namba ya simu ulibaitumia namba yangu. Okay, unaweza kuitaja? 0688897692. Itaje tena? 0688897692. Okay. Hongera sana kwa kazi nzuri unayofanya. Shukrani sana. Sawa. Na huyu ni Dina, binti mdogo sana mwenye miaka 8 peke yake, lakini ameshashiriki mashindano makubwa ya Toyota kwa kuchora mchoro, na kama ulivyoona hapo mchoro wake unaonesha kabisa kwamba hicho alichokitengeneza ni kitu ambacho anatamani kuja hiyo gari aliyochora hapo. Anatamani miaka ijayo Toyota waje kuitengeneza gari kama hiyo. Gari ambayo litakuwa lina choo ndani, lakini lina sehemu mbalimbali, linabeba watalii wakiwa kuna sehemu kuna chakula. Yaani wanakuwa wako mle, hii tunaweza tukaita ni full package Teresa. Yaani full package jamani. Na Mungu akijali akitupa uzima na hili gari kwa Toyota wakaileta into reality. Natamani siku moja mwenyewe nilipande ili niweze kuexperience gari ambalo lina choo ndani, linabeba chakula cha wanyama na mengine yote. Lakini mimi wana pongezi kubwa kwa mama wa huyu mtoto aisee, kwa kumlea, kuendelea kumpa nguvu, kumpa confidence ya kuweza kuongea, lakini pia kumsupport kwa kile anachokifanya. Maana mwingine angeweza kusema bwana we mtoto soma kwanza shule, hicho kipaji
utakihangaikia baadaye. Lakini shule anayosoma huyu mtoto pia, walimu wake pamoja na shule nao nawapa pongezi kubwa sana kwa kuendelea kukuza vipaji vya watoto. Haya, tutoke hapo sasa tuende kwenye chukuchuku. Yep. Na chukuchuku yetu leo tunakwenda wapi? Leo tunakwenda kwa Jiko na Dori na tutaangalia upishi wa dagaa. Wenzako waolewa, we uolewi kwani we? Ati una ila moja usemi na majirani we. Sema na ila ya pili ukiongwa ufanani we. Sema na ila ya tatu nitabwada kitandani we. Sema na ila ya nne mwenzetu mchafu ndani we. Kanjenge kibanda wetu we. Kanjenge kibanda wenu wataniua. Kanjenge kibanda wetu we. Kanjenge kibanda wenu wataniua. Kanjenge kibanda udugu wangu we. Kanjenge kibanda shoga zako wataniua. Kanjenge kibanda wetu we. Kanjenge kibanda wenu wataniua. Na lilo pambe. Haya, na huyo ni Jiko na Dori. Dagaa limepikwa likapikika. Ndani yake kuna nyanya chungu, ndani yake kuna swaga, na muhimu zaidi hajaacha mbali akaweka nazi. Ushakula dagaa limewekwa nazi wewe? Yaani dagaa likiwekwa nazi bwana, unaweza ukalia ugali linaenda, ukalia wali mama. Yaani mambo yanakuwa bulbul. Yaani inakuwa dagaa na wali na dagaa wali ukipata na maharage pale kidogo kama hivyo ametia na vibamia na nazi, basi mambo yanaenda. Kama ni weekend, kama ni umetoka kazini, kwanza ni pishi la haraka kabisa. Unapika na unashiba na unaenjoy chakula chako. Kwa hiyo binti bora, jamani, usituaibishe dagaa, hivyo ndo zinavyopikwa. Usiseme tena mimi sijui kupika dagaa. Dagaa zinapikwa na mtoto wa kike. Unavyopika jikoni hakikisha unatulia. Kaa kwa kutulia. Kaa kitako. Tafuta, kama ni jiko lako la kukaa basi tafuta kigoda ukae. Kama ni la kusimama hakikisha hujavaa viatu virefu. Tulia, anza hatua moja tu, jamani, linapozwa. Alimimini tu afu likaachwa. Au unatumia nguvu. Sasa mimi siku hizi nikiwa napika anapoza Sasha. Safi, umemwanza naye mapema. Anamfundisha mimi, nataka shida. Mpaka aje kuwa kama mimi, mtoto anajua tu ili napikwaje. Kabisa. So haraka. Tukukumbushe tu sisi tuko hapa Kini, tunapewa nguvu na Salama Pads, pedi bora kabisa zinazosaidia kutunza mazingira, lakini pia zina save gharama kwa sababu unaweza kutumia ukafua, zinakauka mapema, haziumizi, hazichubui. Kwa hiyo hakikisha unapata Salama Pads ukiwa kwenye ada yako ya mwezi, kutunza afya yako lakini pia kutunza mazingira. Dadalao, namba za simu, namba za simu ni 055 41 63 23. Narudia tena 0755 41 63 23. Lakini maduka unapoweza kupata Dar es Salaam unapata duka la vipodozi Delka Store Mwenge. Lakini Arusha cheka nao Cosmetics, hawa wapo stendi kuu, lakini pamoja na Ponya Pharmacy wako stendi kuu Arusha. Tanga unapata Akis Cosmetics Shop barabara ya 12. Mbeya unapata duka la vipodozi lipo mtaa wa Sido, wapate kwa namba 0767 37 05 66. Hatujawasahau watu wa Morogoro, Msafiri Pharmacy. Ukifika pale ukisema Salama Pads unaipata. Na kwenye Salama Pads sisi tunasema hatutupi, tunafua tu. Sawa kabisa. Baada ya kusema hayo, sisi tunakwambia tuna la ziada, tunaweka nukta kwenye Binti Bora kwa siku hii ya leo. Ungana na sisi wiki ijayo muda na wakati kama huu, 3 kamili za usiku mpaka 4 kamili za usiku, uweze kujifunza mengi. Na sisi tunakwambia Binti Bora, koma mpaka kieleweke. Binti Bora, koma mpaka kieleweke. Hadi wakati mwingine, kwa heri.